ya machungu, anapitia shida, anapitia dhiki. Biblia inasema wakachukua misumari wakaweka kwa mikono ya Yesu, wakampiga kwenye ule ubao, wakachukua msumari mwingine wakamchoma kwenye miguu zake, wakamuinua Yesu pale kwenye msalaba. Lakini alipoinuliwa akasulubishwa na watu watatu, wote wakiwa watatu. Kuna mmoja ambaye bado alikuwa ni mwizi, ambaye yeye alikuwa amekuja kukamilisha kazi hii. Wapendwa, maandiko inasema akalia, akamwambia Yesu, ninajua wewe hauna hatia, ninajua wewe haujafanya chochote, lakini kwamba unasulubiwa kwa sababu yangu. Ninaloliomba ni hili, ya kwamba kule utakapokuwa hata nami ndipo nitakapokuwa. Maandiko inasema Yesu akamwambia, leo hii utakuwa pamoja na mimi katika paradiso, leo hii utakuwa pamoja na mimi katika paradiso. Akabeba mateso, akabeba mateso ya huyu mwizi. Mwana Bible Revelation, kuna paradiso tulio ndani leo, ambayo Yesu anasema tutakuwa pamoja na yeye leo. Paradiso bali tuzungumzia juzi tukiwa mahali hapa katika mkesha, akasema ni nchi mpya, Yerusalemu mpya. Kuna watu leo tuko ndani, tutakaa pamoja na yeye, tutakaa pamoja na yeye, tutastarehe pamoja na yeye, tutashibishwa pamoja na yeye katika hiyo paradiso. Akamwambia, jioni ya leo nitakaa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anauona uchungu, amevikwa taji ya miba kwa kichwa chake, amedungwa na mkuki kwa upavu wake. Maandiko inasema damu inamtoka, jasho linamtoka, hawezi akaongea lolote kwa sababu tayari kazi inakamilika. Maandiko inasema hata kabla hajakufa akamwambia Baba ya kwamba, Jehova, wewe Mungu wangu umenituma, hawajui wanalolifanya, lakini Mungu wasamehe, lakini Bwana wasamehe, lakini Bwana wasamehe, hawajui wanalolifanya, lakini Bwana wasamehe. Wapendwa, hata kuna maneno ambayo Mathayo alishindwa kuiandika wakati ambapo Yesu analia msalabani. Biblia inasema akasema, Eloi Eloi lama sabakthani, ya kwamba Mungu wangu, Mungu wangu, ni kwa nini umeniacha? Lakini ilikuwa lazima itimilike, lazima itendeke, lazima itendeke, lazima itendeke, ilikuwa lazima itendeke. Biblia inasema ya kwamba ikafika huo wakati, huyu mwanaume Yesu tayari ndio huyu anakata roho, anakata roho, lakini mpango wa Bwana umeanza kutimilika, mpango wa Jehova umeanza kutimilika. Biblia inasema saa 9 mchana hapo jua lilikuwa linawaka, giza likaja, watu wakatoroka, watu wakaenda manyumbani. Lakini hilo giza ilikuwa inamaanisha nini? Ya kwamba kuna mwanzo mpya ambao tayari umekuja, kuna mwanzo mpya ambao umekuja, kuna mwanzo mpya ambao umekuja. Wapendwa, kuna mwanzo mpya. Giza litatoweka, nuru imeshuka, giza limetoweka, nuru imeshuka. Atakaye shuhudia kama shahidi ni Yesu Kristo aliyebeba wokovu. Yohana akasema, mimi ninashuhudia ushahidi wa yeye anayekuja, amekuja na nuru, amekuja na nuru. Ukisoma verse number 5 ya hiyo John chapter 1, Biblia inasema ya kwamba giza linapokuwa limetawala, yeye akiwa nuru, nuru ikiwaka, giza linatoweka, giza linatoweka, giza linatoweka. 2026 mwaka tulioingia ndani, hakuna mtu ambaye giza linaenda kutawala vile ambavyo litawala mwaka uliopita. Tumebeba mfalme ambaye yeye ako na nuru, amebeba nuru. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajaribu kumaanisha nini?
Musa alitumwa kuokoa wana wa Israeli. Yesu amekuja kutuokoa sisi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yesu amekuja kutuokoa sisi. Maandiko inasema akiwa pale giza ndio hilo. Haleluya. Biblia inasema pasia ya hekalu ilipasuka mara mbili. Yesu akiwa msalabani, pasia ilikatika, kumaanisha kwamba kila mtu alikuwa ameshapata access ya kwamba wewe unaweza enda mbele za Bwana. Hahitaji kuhani yoyote akuendee. Pasia tayari ilikuwa imekatika. Watu wakapata ondoleo la dhambi. Watu wakapata ondoleo la dhambi. Wakati pasia ilikatika, mwana wa Adamu akiwa msalabani, maandiko inasema akalia, akasema tetelestai, tetelestai, it is finished, it is finished. Imeisha, imeisha. Ndugu dada, leo hii niko na ujasiri wa kukuambia, hata kama umeingia nyumbani mwa Mungu leo hii tarehe 4, kilichokuhangaisha kimeisha, kilichokusumbua kimeisha, kilichokutesa kimeisha. Tetelestai, Yesu akasema uchawi umeisha, uganga umeisha, majini imeisha, mateso imeisha, minyororo imekatika. Leo hii imeisha, leo hii imeisha. Mwana Bible Revelation, inuka kwa ujasiri kwa miguu yako miwili, shangilia Bwana kwa maana imeisha, shangilia Bwana kwa maana imeisha, shangilia Bwana kwa maana ameondoa hiyo laana, si yako, haitakupata tena. Akasema imeisha, akasema imeisha. Niko na ujasiri leo kwa maana kuna kitu ambacho kinaanza. Niko na ujasiri leo, kuna kitu kinatendeka. Yesu akasema ida, imeisha, imeisha. Hicho kilio imeisha, imeisha. It is finished. Hakumalizia hapo. Maandiko inasema mwanaume mmoja Yusufu wa Arimathea ametengeneza kaburi lake. Anasema siku nitakapokufa nitazikwa hapa. Lakini ameenda amemuona Yesu kwa msalaba, tayari ametangaza imeisha. Biblia inasema alienda akawaambia wale walinzi, nipatieni mwili wa Yesu, nataka niende niuzike. Nipatieni mwili wa Yesu, nataka niende niuzike. Lakini kinachonitia moyo ni hiki, kama Yusufu wa Arimathea hangelikuwepo, neno ewe kaburi kwa wapi nguvu zako, leo yalingekuwa linatajwa, kwa maana alishinda kaburi, kwa maana alishinda kaburi. Amekufa msalabani akisema imeisha, lakini ndani ya kaburi hizo nguvu za kaburi hazikumuzuilia, hazikumuzuilia. Hata hilo kaburi ulilo ndani, uliwekwa ndani, ndugu dada, vile ambavyo wengine wameanza kutamka ya kwamba katikati ya mwaka huu wanangojea wakuzike. Yesu ameshinda hiyo kaburi, Yesu ameshinda hiyo kaburi. Na ndio nilitangaza mali hapa kwa mkesha, hakuna mtu tunaenda kuzika, hakuna mtu tunaenda kuzika, kwa maana Yesu alikuja nguvu za kaburi zipate kuondolewa. Amekinywa kikombe ni kizito mno, lakini lazima itendeke. Amekinywa kikombe na machungu
iliyo mbele, lakini lazima itendeke, lazima itendeke, lazima itendeke. Ninaona neema ya Mungu inashuka kwa mtu mahali hapa. Ninaona neema ya Bwana inawachiliwa kwa mtu mahali hapa, ya kwamba hiyo kaburi si sehemu yako, na kile kilichokusumbua tayari kimeisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema siku ya tatu mwanaume huyu, ukombozi tayari ulikuwa umefika. Tumeshatolewa katika ile dhambi, tumeondolewa katika ile mikosi. Biblia inasema alipofufuka, Luka mlango wa 24 inaeleza vizuri. Maandiko inasema alitangulia kuwatokea wawili walioitwa the Cleopa, wakitoka Yerusalemu wanaenda Emau. Maandiko inasema akawatokea, wakajua ndiye Bwana waliyekuwa naye, wakafunguka macho. Kitu kinachoniuma hapa ni hiki: walikuwa wameletwa Yerusalemu, walikuwa wako ndani ya wokovu, lakini wakati Yesu alisulubiwa, hao waliamua kubackslide na kurudi Emau walikotoka. Lakini Yesu akasema, niliwatoa huko, hamutarudi, niliwatoa huko, hamutakaa. Akawaambia, ni mimi nimejifunua kwenyu, endeni mwambie wengine nimejifunua kwenyu. Maandiko inasema ya kwamba walipoenda wakatangaza, akina Magdalena wakakimbia kaburini, wakaenda kumtafuta, wakampata malaika, akawaambia, mnatafuta aliye hai katikati ya walio wafu. Huyo mnayemtafuta hayuko hapa, mnayemtafuta hayuko hapa. Sijui ni nani mahali hapa ambaye watu watasema huyo mnayemtafuta yu hai. Hapatikani kwa hii kambi, hapatikani mahali hapa, hapatikani kwa hii madhabahu ambayo ni ya jamii yetu. Kuna mtu ambaye Bwana